Hujawahi kujiuliza kwamba kwa nini muda mwingine katika maisha yako unakuta roho inataka, mwili unakataa katika maisha ambayo unaishi? Jitahidi sana katika maisha yako kutengeneza vitu vyako viweze kusapotiana katika maisha yako. Jitahidi sana kutengeneza akili yako na mwili wako zifanye kazi kwa pamoja ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Nataka nikwambie kitu kimoja. Katika maisha changamoto lazima zije. Ila kitu ambacho kinahitajika katika maisha yako ni kujiandaa kisaikolojia au kujiandaa kupambana na changamoto ambazo zinakuja katika maisha yako. Vijana wengi tumekuwa vijana wa tofauti na wenzetu, sio tu kwa sababu ya kushindwa kupambana na changamoto, ila tu kwa sababu tumeshindwa kujiandaa mapema kupambana na changamoto ambazo zinakuja katika maisha yetu. Kama unajua kabisa wewe ni kijana na unahitaji kufanikiwa katika maisha yako, ni lazima kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ufanye ni kutafuta maarifa. Jitahidi sana kutafuta maarifa ambayo yatakusaidia wewe kupambana na kesho yako katika maisha yako. Vijana wengi tumefeli kwenye kutafuta maarifa, na ndio maana tukikutana na changamoto tumekuwa watu wa kukimbia changamoto katika maisha yetu. Ila hatujui kwamba tunapokimbia changamoto ndio tunazidi kuchelewa kufanikiwa katika maisha yetu. Siku zote ukikutana na changamoto, jitahidi sana kujiuliza, je, nimefeli nini katika hii changamoto, ili siku nyingine ikija tena katika maisha yako ikikute tayari umeshajiandaa. Ndio maana tunasema kijana yote yule jitahidi sana kuwa mtu wa kuabsorb, yani mtu wa kutafuta maarifa popote yalipo. Endelea kujifahamu, tafute wewe ni nani. Jiulize, je, wewe katika maisha yako mtu gani ambaye unamtegemea sana katika maisha yako? Kumbuka, vita vyako ipo siku mtu ambaye unamtegemea ataondoka katika hii dunia. Na siku zote vita kama hujajifunza lazima vitakuadhibu, vitakuwa katika maisha yako. Jitahidi leo hii kutenga muda kujifunza vitu ambavyo vinafanya kazi katika maisha yako. Nimekwambia majira yapo ya aina tofauti katika maisha. Endelea kujifunza kwa sababu siku zote ukijifunza utajifahamu. Ukishajifahamu lazima utajipata, na siku zote utakapoingia katika vita vyako unao uwezo wa kupambana na ndoto za maisha yako. Maisha yako lazima yatimie. Changamoto lazima zije, ila inategemea wewe umejiandaaje. Kijana, kama kweli unahitaji kufanikiwa, ziko hatua 3 ambazo unatakiwa uzipambanie ili uwe the master katika upande wa kifinancial. Hatua ya kwanza tunasema hatua ya kutafuta fedha. Kila mtu katika hii dunia anao uwezo wa kutafuta fedha, ila kuna tofauti kati ya mtu ambaye anaweza kutafuta fedha na kuna tofauti kati ya mtu ambaye anaweza kutunza fedha, ambazo ndio level ya pili katika maisha ya kifinancial. Kijana ambaye anaweza kutunza fedha ni lazima awe anaweza kutafuta fedha, na kijana ambaye anaweza kutafuta fedha na asiweze kutunza fedha hawezi kulingana na mtu ambaye anatafuta na anaweza kutunza fedha katika maisha tunayoishi. Kijana, kama unahitaji kufanya vitu vikubwa katika maisha, ni lazima ujifunze level ya 3. Level hii ya 3 inahusu namna gani ya kutumia zile hela ulizozitunza kukutafutia au kuletea hela nyingine katika maisha yako. Kijana, ukiweza kutumia zile hela ambazo umekuwa ukizitunza kwa ajili ya kuzalisha hela nyingine katika maisha yako, ukiwa wewe uko free, wewe tunakuita the master of this life about financial. Jitahidi sana kuwa kijana ambaye umemaster sehemu 3 katika maisha yako: sehemu ya kutafuta fedha, sehemu ya kutunza fedha, na sehemu ya kutumia zile hela ili ziweze kukuletea wengine au kuletea hela nyingine katika maisha yako. Vijana, nataka niwaambieni kitu kimoja kingine kipya. Jitahidini sana kuwa serious katika maisha yenu. Siku zote unatakiwa uwe serious katika kujifunza, uwe serious katika kutafuta kazi au kutafuta hela, na siku zote uwe serious katika matumizi ya hela ulizozipata. Na siku zote unatakiwa uwe serious katika mwili ambao unakuletea wewe vitu vyote katika maisha yako. Jitahidi sana kuwa kijana ambaye unapenda kujifunza. Siku zote mafunzo ndio yatakufanya wewe uwe mtu sahihi kutumika katika ndoto ulizokuwa nazo. Usipokuwa mtu sahihi katika maarifa uliyokuwa nayo au katika elimu uliyokuwa nayo katika maisha yako yatakuadhibu, yataweza kukufanya wewe uonekane wa kichekesho katika hii dunia. Jitahidi sana kutafuta maarifa, jitahidi sana kutumia kile kitu ambacho umekuwa ukiendelea kujifunza katika maisha.
Kijana yote unao uwezo wa kufanikiwa. Tusiwe watu wa kusikiliza watu wengine wanatuambia nini katika maisha yetu, ila tuwe watu ambao tunapenda kufanya vitu ambavyo tumekuwa tukijifunza, na siku zote utakapokuwa umekosea au umeona kifanyi kazi, ni chance ya kwako ya kuanza kujaribu vitu vingine ambavyo unaona vinaweza vikakufanya ufanikiwe katika maisha yako. Ukiweza kufahamu ni kitu gani hakijafanya kazi katika maisha yako ukiwa na umri mdogo katika maisha yako, ni rahisi sana wewe kufanikiwa katika maisha yako ya ukubwani, kwa sababu utajua na utakuwa tayari umeshafahamu ni vitu gani viplay part katika maisha yako. Nataka nikwambie kitu kimoja, jitahidi sana kuwa mtu wa kujifunza. Kama umeona hakuna sehemu nyingine za kujifunza katika maisha yako, nataka nikwambie, chukua nafasi hii kunisikiliza tu kwa bure. Unaweza ukasema kwamba huyu jamaa anaongea kuhusu nini? Ila mimi nataka nikwambie, siku zote sisi tuna uwezo wa kujifunza kwa kusikia au kwa kuona watu wengine wanafanya vitu gani katika maisha yetu. Ila kuna wimbi kubwa sana ambalo linaweza kufanya wewe usifanikiwe katika maisha yako kwa sababu ya vitu ambavyo vinakuzunguka au watu wanaokuzunguka wanakuambia nini katika maisha yako. Ila endelea kunisikiliza kwa sababu nina mpango mkubwa wa kufanya vitu vikubwa katika maisha yako. Endelea kunisikiliza kwa sababu mimi pia ninahitaji kuona wewe pia umefanikiwa katika maisha yako. Usisahau kunifollow kwa sababu kitu ambacho kitakufanya wewe ukumbuke au uwe sehemu ya jamii ambayo ya watu waliofanikiwa ni kubonyeza sehemu ambazo unaona zina uwezo au zina mchango mkubwa katika maisha yako. Endelea kunifollow, endelea kulike, endelea na comment ili tuweze kuwafundisha na watu wengine jinsi gani za kufanikiwa katika maisha yao. Kijana, kama unahitaji kufanya vitu vikubwa au vitu vyenye maana katika dunia yetu, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa uwe nacho makini ni kuwa na malengo. Jitahidi sana kujitengenezea malengo makubwa ambayo yatakufanya wewe kila siku uwe na hamasa ya kuendelea kufanya vitu vyako katika maisha yako. Usipokuwa na malengo, huwezi kufanya vitu vikubwa na huenda ukapoteza muda njiani ukiwa unaelekea katika safari ambayo wewe umeichagua. Siku zote mtu ambaye ana malengo ni mtu ambaye anafahamu ni wapi anakotaka kwenda. Kuna vitu vitatu ambavyo unatakiwa uwe navyo makini sana katika maisha yako. Vitu hivi najua mnavifahamu, ila leo acha niwakumbushe vitu hivyo vina umuhimu gani katika maisha yenu. Jitahidi sana kama wewe ni kijana kutunza fedha ambazo umekuwa ukizizalisha, kutunza mwili ambao umekuwa ukiutumia kuzalisha hizo fedha, kutunza akili ambayo umekuwa ukiitumia kwenye kuzalisha hiyo fedha. Kama wewe ni kijana unahitaji kufanya vitu vikubwa katika maisha, jitahidi sana kutunza hivyo vitu vitatu katika maisha yako. Kijana, nataka nikwambie kitu kimoja, jitahidi sana kuwa serious. Jitahidi sana kuwa serious katika sehemu ya kutafuta maarifa. Jitahidi kuwa serious katika sehemu ya kutunza na kutafuta na kuendelea kuifanya hela yako ibaki katika maisha yako. Jitahidi sana kuwa serious katika kufanya vitu ambavyo unaona vinafanya kazi katika maisha yako. Changamoto lazima zije, ila unatakiwa uwe serious katika maisha yako. Ngoja nikwambie kitu kimoja kijana, yoyote yule, haijalishi una miaka mingapi katika haya maisha tunayoishi. Jitahidi sana kuwa mtu wa kujifahamu. Jifahamu mapema ili uanze kazi yako mapema au uanze kufanya kazi ambazo zinakuhitaji katika maisha yako. Vijana wengi tumekuwa watu wa kupoteza muda kwa sababu hatujui sisi ni kina nani, au pengine huenda hatuna watu ambao wa kutukumbusha sisi ni kina nani katika hii dunia. Kijana, kazi yako ni moja duniani, kujifahamu wewe ni nani na kuleta kitu ambacho unatakiwa kuleta katika hii dunia. Kijana, jitahidi sana kujifahamu kwa sababu kujifahamu ndiyo chance pekee ambayo itakufanya wewe uweze kuishi ndani ya maisha yako au uweze kufanya kitu ambacho utakienjoy katika maisha yako. Kijana yeyote yule anayo chance za kufanikiwa katika hii dunia, ila inategemea amejiandaje katika maisha. Kijana yeyote yule unao uwezo wa kufanikiwa. Haijalishi upo katika familia ya aina gani. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Kijana wewe ambao unanisikiliza, unao uwezo wa kufanikiwa katika maisha yako. Inategemea tu wewe umeamini nini kuhusu vitu ambavyo havifanyi kazi katika maisha yako. Kama kitu hakifanyi kazi katika maisha yako, ni kwa nini usikiache? Je, kama vitu vinafanya kazi katika maisha yako, ni kwa nini usiendelee navyo? Kumbuka siku zote mtu ni marudio au ni zao la vile vitu alivyokuwa akivifanya kila siku. Kwa hiyo na wewe nataka nikwambie katika maisha yako, jitahidi sana kufanya vitu ambavyo unaona vinakuongezea wewe thamani katika maisha yako. Usiwe mtu wa kupenda kusikiliza watu wengine kama tulivyosema hapo mwanzo, ila nataka wewe ujitahidi kujifahamu wewe ni nani katika hii dunia na vitu gani ambavyo havifanyi kazi na vitu gani ambavyo vinafanya kazi katika maisha yako.